Ujambo mtazamaji wa Mshinde TV, karibu tena kwenye mahakama ya interview, mambo ambayo tunakuwa tunayazungumzia kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 10 mpaka saa 11 kamili. Leo tutakuwa na mada pana ambayo itakuwa inazungumzia mazingira mbalimbali ambayo yanaweza kumfanya mtu akatiwa hatiani kwa kuzingatia sheria za Tanzania pamoja na misingi ya kidini au misingi ambayo yeye binafsi anaamini kulinganisha sheria za Tanzania pamoja na imani hiyo. Na hapa nitakuwa na mgeni wetu wa leo ambaye ni mwanasheria pia, na kukaribisha uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka pale tutakapofikia tamati. Jina langu ni Oscar Kahindi. Karibu madam, na pengine kwa niaba ya watazamaji wangu unaweza kujitambulisha na ukaambia wewe ni nani hasa? Asante, naitwa Sadako Richard. Ninasoma sheria mwaka wa kwanza hapa University of Iringa. Tuende moja kwa moja kwenye maswali yetu ambayo tunaangazia siku ya leo. Pengine tuanzie kwenye swali hili. Kwa nini sheria za Tanzania hazikubaliani na hii hoja kwamba sikujua kuwa ni kosa? Yaani mtu anapofanya kosa zeni akahukumiwa, kwa nini huwa hoja hii haitumiki sana mahakamani kwamba nilifanya hili kosa kwa sababu sikuwa najua? Msingi hapo kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni uhakika wa sheria. Jambo la pili ni ulinzi wa umma. Ukisema sikujua, manake mtu anaweza akafanya kosa kubwa alafu akasema hakujua. Ila lengo la sheria linapokuwa inatengenezwa inatarajia raia wote wawe wanajua kwamba kuna mambo fulani fulani yamekatazwa. Kwa hiyo hatuitumii kama utetezi, yani tusimhesabu yule mtu kama amefanya kosa kama akisema sikujua sheria. Kwa hiyo sheria yenyewe inajulikana kwa watu wote. Kwa hiyo ni muhimu kila raia anatakiwa ajue sheria za nchi husika, lakini pia kuepusha kwa sababu inaweza ikatokea kwa mfano mtu ametokea amekupiga wewe, alafu akasema sikujua sheria. Kuna mwingine atakuja ampige mtu mwingine zaidi, ataumia zaidi, na penyewe pia atasema sikujua sheria. Kwa sababu hiyo sasa, ili kuweka ulinzi kwa umma, watu wanatakiwa waijue sheria. Ile defense ya kwamba ignorance of the law haitakiwi kutumika kwa sababu itaathiri umma zaidi. Kwa hiyo mahakama ya Tanzania haitambui kabisa huu utetezi wa kwamba kosa amefanya lile kosa lakini hakuwa anajua moja kwa moja. Kwa hiyo wakati judgment inatoka haiwezi kuzingatia kabisa huo utetezi. Kuna mambo mawili hapo kwenye kutokujua. Kuna sikujua sheria, lakini pia sikujua tunasema fact. Mistake of fact ndio inaweza ikamfanya yule mtu labda akapunguziwa adhabu mwishoni, lakini mistake of law haitumiki kabisa kama defense. Ukisoma kifungu cha kanuni ya mwenendo wa makosa ya jinai, kifungu cha 8 ambacho kimezungumzia ignorance of the law is not a defense, kwa sababu mtu anaweza akasema sikujua sheria, lakini pia ukiangalia athari aliyoleta kwa jamii ni kubwa zaidi. Ila sikujua inaweza ikatumika kwa mtu ambaye kwa mfano amesahau. Tutoe mfano, mtu ameingia kwenye mipaka. Tunajua sheria zetu zimekataza watu wasiingie kwenye mbuga za wanyama, si ndio? Sasa ikatokea ni watu wawili. Mmoja aliingia kwenye mipaka akasema sikujua kama sheria imetukataza. Na mwingine atasema sikujua kama nimeingia kwenye eneo tayari la hifadhi ya taifa. Huyo ambaye anasema sikujua tayari nimeingia kwenye hifadhi ya taifa, angalau anaweza akapunguziwa adhabu kwa sababu hakuna alama ambayo inaonyesha kwamba mpaka wa hifadhi labda ya Serengeti unaanzia hapa unaishia hapa, hakuna. Kwa hiyo anaweza hapo sasa ndo anakuwa na mistake of fact, kwamba sikujua tayari nimefanya nimeingia, ila sikujua sheria inajua yenyewe, inatambulika kote. Labda pengine tukazie hapo kwenye misingi ya kidini, watu ambao wanaamini kwenye dini, mtu anapofanya kosa, anapofanya kitu ikawa ni dhambi, lakini wakati anafanya hicho kitu hakuwa anajua kama hii ni dhambi. Kidini kwa baadhi ya dini ambazo huwa zinaamini kwamba hilo sio kosa, lakini kwa huku katika sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipoje na huwa inatekelezwa vipi? Kwa upande wa dini tunaangalia zaidi nia ya moyo, tunadili zaidi na moyo na toba. Kwa hiyo tunaangalia nia yake ilikuwa amekusudia au hakukusudia. Lakini kwenye sheria tunaangalia zaidi madhara yaliyotokea baada ya kufanya hicho kitendo. Kwa mfano, mtu anaweza akamsukuma bahati mbaya mtu akawa amekufa. Kwa pale, yani kwa nia ya kidini tunasema yule mtu hakuwa na nia ya kumuua. Kwa hiyo alimsukuma tu, ilitokea bahati mbaya.
Lakini kwenye sheria tunaangalia na mazingira sasa, alimsukuma ndio amekufa, inakuwaje kwenye jamii, wanamtazamaje? Kwa sheria inaangalia zaidi kile kitendo ambacho kimefanyika, ila haijalishi ulikuwa umekusudia au haukukusudia. Kwa kuna makosa pia lazima tunaangalia pia nia ya ndani, kuna intention ambayo inakuwa ndani. Labda kwa mfano mtu tuseme labda hiyo kesi ya kuua, mtu labda amempiga risasi. Kuna watu ambao wanaua bila kukusudia. Labda tuseme alimpiga risasi ya bega, kutokana na damu nyingi kutoka akafanya nini? Akamuua. Lakini unaangalia kabisa kuna zile element, yani alimpiga risasi kwenye kifua upande wa kushoto ambao kabisa unajua huku ni karibu na moyo, kwa hiyo ni moja kwa moja huyu alikuwa amefanya nini? Amekusudia kuua. Lakini kibiblia tunaenda kwa mfano kwenye I think ni Timotheo wa kwanza 1:13 inazungumzia kwamba nilikuwa sijui nikatenda dhambi, lakini Mungu akafanya nini? Akanipa rehema. Sasa ni upande wa kidini tunaangalia ndani ya moyo kwamba huyu mtu alikuwa hajui kama anatenda dhambi, anafanya nini, lakini mwisho wa siku anabidi asamehewe. Lakini huku kwenye sheria tunaangalia zaidi kile kitendo kilichofanyika. Umefanya kosa limeathiri umma, kwa hiyo tunadili zaidi na vitu ambavyo vimetokea baada ya hicho kitendo, haijalishi umekusudia au haukukusudia. Imetokea kwenye mazingira mtuhumiwa mshtakiwa akawa amesamehewa na mshtaki wake. Je, mahakama itazingatia huu msamaha uliotolewa na mshtaki kwa mshtakiwa? Kwa upande wa makosa ya jinai, kwanza kabisa sheria, yani kesi inaongozwa na jamhuri. Japokuwa victim anakuwepo, huyo mwathirika anakuwepo kama shahidi wa kuonesha kwamba ni kweli huyu alifanya hicho kitu. Kwa hiyo sasa jamhuri inadili zaidi na jamii imeathirika kwa namna gani. Ndio maana hata mwathirika anaposema nimesamehe, bado kesi itaendelea kwa sababu ni kesi dhidi ya jamhuri, sio yeye peke yake. Ila kwenye makosa kwa mfano ya madai, tuseme mimi nakudai wewe, naweza nikakusamea deni lako kwa sababu haiathiri kitu chochote. Lakini inakuwaje mtu ambaye tuseme amefanya kosa la ubakaji, amebaka binti mdogo labda mwenye miaka 4, jamii inaumia zaidi kuliko hata yule mtoto anaweza akawa amesamea au amefariki tayari. Jamii inaweza, yule mtoto anaweza akamsamea mtu aliyemfanyia hicho kitendo, lakini jamii ndio inaathirika. Kwa hiyo ndio maana jamhuri haiwezi kuahirisha kesi kwa sababu tu wewe umefanya nini? Umesamehe. Lakini kuna grounds za kuahirisha kesi, sio kwa mwathirika kusamehe. Kuna labda mshtakiwa ambao ni jamhuri. Sasa mahakamani pale, siku ya kusikiliza kesi, mshtaki akawa hayupo, labda wakaita siku ya pili tena hayupo, wakafanya adjournment hayupo, hivyo ndo wanaweza wakadismiss hiyo kesi. Au ikitokea mtu ameshtakiwa kwa kosa ambalo tayari alishahukumiwa, labda tuseme mimi nimeshtakiwa kwa kuiba, nikapewa na adhabu yangu nikaitumikia, nikatoka nje, alafu tena prosecution wakanifungulia kesi ile ile, hiyo ndo ground ambayo kesi inaweza ikaifuta. Sawa, pengine mahakama huwa kwa nini huwa inaamua kuendeleza kesi ili hali mshtaki na mshtakiwa wameshaamua kuyamaliza wao kama wao? Kwa upande wa kesi za jinai, mshtaki anakuwa ni jamhuri. Kwa hiyo jamhuri ndio inaamua kwamba hii kesi tutaiendeleza, lakini pia kuna ofisi ya waendesha mashtaka. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali ndio ana wajibu kwenye katiba ya nchi imemruhusu, anaweza kaendelea na shauri au akalitupilia mbali. Kwa mfano kuna makosa kama ubakaji, wizi, usafirishaji wa watu, au ni makosa ambayo hata kama aliyekuwa anasafirishwa awe anapenda au hajapenda au alisamee, lakini bado serikali itaendelea kuendesha hilo shauri kwa sababu ni kwa ajili ya tunasema faida ya umma. Unaweza ukatuweka sawa hapa kwenye makosa ya jinai yanaendeshwa na jamhuri. Kwa mfano mimi ndo nimetendewa kosa. Kwa nini huwa ni kama transfer pale? Sasa kwa nini nisiendeshe mimi kama mimi? Yaani kuna mazingira gani huwa yanatokea mpaka serikali inaamua kuendesha hiyo kesi jamhuri na sio mimi kama mimi? Kimsingi sisi tumerithi system yetu ya sheria, tumerithi kutoka Uingereza ambayo tunaita ni common law. Sasa kwa mujibu huo common law yenyewe inaendeshwa, makosa yale ya jinai yanaendeshwa na serikali, ambayo serikali tunasema ndo public. Public
kwa kawaida tu tunasema government is the people, for the people, to the people, si ndio? Kwa sababu ni the people, for the people, to the people, manake anayepata athari zaidi ni nini? Public, ambayo hiyo public ndio serikali. Kwa hiyo sasa ukifanya kosa la jinai, manake umefanya kosa nini against jamii. Let's say hapa Iringa, ukifanya kosa, kuna makosa mengine ukiyafanya ambayo yanamhusu mtu binafsi, ni kwa ajili ya mtu binafsi, lakini ukifanya kosa ambalo linahusu umma, kwa mfano labda umempiga mtu au umeiba, maanake tunaamini kwamba ukimuibia huyu mmoja ni mtu ambaye tayari ni nini, ni public, utakuja uibe tena. Kwa sababu tulilisi ni common law, tumelisi kutoka kwa wakoloni ambao walitutawala sisi. Kwa hiyo system ikaendelea hivyo. Lakini kuna makosa ya ambayo ni yanahusu mtu na mtu, yenyewe ni civil. Nyinyi ndio mtaweza kumalizana. Turudi kwenye imani. Sheria inaweza ikamhukumu, inaweza kufanya judgment kulingana na dini ya mtu. Yaani kama hiyo dini inaruhusu mtu kufanya hicho kitu, lakini kisheria hairuhusiwi. Sheria, mahakama inaweza ikachukua, yani ikadili na imani ya kile ambacho mshtakiwa anakiamini. Katiba yetu inaturuhusu kila mmoja kuamini anavyoona yeye, sababu sisi nchi yetu haiongozi kidini, japokuwa kuna sheria za kidini ambazo zinatumika upande wa Tanzania visiwani, tunatumia Islamic law. Kwa hiyo wale wana mahakama yao ambayo kwa mfano ukifanya kosa la Kiislamu utahukumiwa Kiislamu, utashtakiwa Kiislamu. Lakini kwa upande wa Kristo, sisi tunaamini wa Kristo, kwanza sheria nyingi za nchi zimetolewa kwenye Biblia. Kwa hiyo mtu hata akiwa kanisani akifanya kosa, yani lile kosa moja kwa moja litakuwa ni against kanisani, lakini pia ni against sheria za nchi. Kwa hiyo mahakama haiwezi kuingilia dini ya mtu, kwa sababu sisi hatuendeshi kidini. Ila sasa inategemea na hicho kitu ambacho umekifanya kimekatazwa kwenye sheria, maana tumeambiwa tuna uhuru wa kuabudu popote tunapojisikia, lakini tusiende kinyume na sheria. Kwa hiyo sasa imani yako isikupeleke ukafanya kitu ambacho kimeenda kinyume na sheria. Amini tu, ila usiende against sheria ambayo imewekwa. Kwa hiyo tunaruhusiwa kuamini vyovyote, yani amini chochote, abudu chochote, lakini hiyo imani yako isikupelekee ukafanya kosa ambalo tayari linakuwa ni kinyume na sheria za nchi. Mtazamaji wa Mshinde TV, unaendelea kufuatilia mahojiano haya kwenye mahakama ya interview ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu. Jina langu ni Oscar Kahindi. Unaendelea kumsikiliza mwanasheria akitoa somo pana sana kuhusu sheria ambazo zinakuwa na mkanganyiko katika kiimani pamoja na kisheria kwa mujibu wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pengine kwa kumalizia sasa, kwa mtazamo wako ni ujumbe gani muhimu ungependa wananchi wauelewe kuhusu uhusiano kati ya sheria za nchi pamoja na sheria za kidini? Ujumbe wangu mimi napenda kuwakumbusha tu raia wenzangu, wananchi wenzangu kwamba kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye ambayo yatakuwa yanaendana na sheria zetu. Lakini pia dini inatusaidia sisi kuwa karibu na Mungu. Ukimwabudu Mungu, amini, ukimheshimu Mungu inakujengea ukaribu na Mungu. Lakini ukiheshimu sheria za nchi zinakusaidia kuwa salama wewe na jamii yako. Kwa hiyo vyote vinategemeana, havikinzani ila vinategemeana. Kwa hiyo tunabidi tuende navyo sambamba. Amini kwa mujibu wa sheria, lakini pia tii sheria kwa mujibu wa sheria ilivyosema. Sheria imesema tuna uhuru wa kuabudu, unaabudu popote. Lakini inatutaka sisi tuzitii sheria za nchi ili tusiende kinyume na taratibu za nchi. Asante, ni kushukuru sana kwa wakati ambao umekuwa pamoja nasi ukizidi kutuelimisha na kutoa somo zuri ambalo linaweza kutujenga na kututoa sehemu moja mpaka sehemu nyingine kisheria. Nikushukuru sana. Asante pia. Karibu tena kwa siku nyingine. Mtazamaji wa Mshinde TV, hapo ndipo tumefikia mwisho wa interview nzuri ambayo ukifuatilia kupitia Instagram, YouTube pamoja na Facebook kwa jina la Mshinde TV. Mimi ni Oscar Kahindi, nyuma ya kamera ni Dax Daudi Media. Nikutakie usikilizaji mwema na endelea kufuatilia na kusubscribe channel yetu. Asante na kwa heri kwa sasa.